gira no twake to mu bi musio yete start na che 7 ina kipita kwa tana ba kungo gore mu biro aje linare timu boni isuni ni no kuzona kulina ogozona mangata ndai ka gende bisi ndai origina che start Jeza ndio kusipoeba bwa sawa lakini chike mjachakile lakini chike mjachakile tena sema toikele atombe mwanafunzi lakini kwa kisoke ganda sake kifole borogorali system cha hospitali ya kunyanza nyora bana asante sana mtazamaji. Mechi baina ya shule ya upili ya Tonga na Matutu inaanza moja kwa moja katika uwanja wa Cardinal Tunga Masocho. Shule ya Matutu nambari 1 iko na Stanley Onyango, James Ongesa, Jerry Otieno, Kana Sotieng, Bayolo anacheza nambari 10, John Olo, Dominic Mogega, David Ogongo, Neville Okeyo na Brian Odongo. 11 za kwanza. Timu ya Tonga iko na Tobias John, Nimrod Odiambo, Bravin Ochieng, Bregan Odiambo, Valentine Ochieng, Tony Ochieng, Shevling Tony, Vigan Charles, Joseph Mema, Collins Kaunda pamoja na Emos Baraka. Ni mechi zinakujia moja kwa moja kupitia kwa hisani ya Ndizi TV. Kwa hisani ya Ndizi TV pamoja na Peak Sports Uniform wakishirikiana na The Nyanza Sports Vibe. Na wasubiria tu Captain 001 pamoja na wenzake ambao watasaidia sana kuhakikisha kwamba wanakuletea mechi hii moja kwa moja. Haya, ndio pale Tonga team. Tunapambana wanasema wakuruka kuelekea lango la Tonga. Ndio pale ni captain wa timu. Wewe kamera ni takuti ni kioli nditi kamera hiyo. Naenda kunyorosha ile ikabu ni captain wa timu ya Matutu, piga moja ndefu pale. Toka kipa wa timu ya Tonga na kunyaka na kusema huyu wangu. Haya. Ambia ingieni twende kwao. Piga moja mrefu pale. Ndio mchezaji nambari 7 wa timu ya Tonga, piga na kichwa ondoa kwenye eneo la hatari, bado wakataa Tonga wanaingia. Nambari 8 pale. Kataa Matutu, anaingia Matutu. Ambia twendeni chenga ya kwanza. Ya pili, peana moja pale. Piga moja ndevu. Toka nje inakuwa mpira wa kurusha kuelekea timu ya Matutu. Haya. Ni mchezo hujakuwa na kasi. Haujatulia bado. Tonga wanasema twende. Kisha pale kwake kapteni wake. Peana nambari 14 mgongoni. Kataa Matutu. Weka moja ndevu. Ingia nambari 3. Chenga. Kisha kataa Tonga. Haya. Wanang'ang'aniana wachezaji wa Tonga. Anaingia pale Matutu piga moja kule. Kataa. Bado. Piga. Kataa Tonga. Kona. Mchezaji mmoja wa Tonga yuko chini. Waligongana Tonga kwa Tonga. Habari anaitisha kuwa anaopeana huduma za kwanza waingie uwanjani. Lakini anasema huyu mchezo wa kiume ananyanyuka mwenyewe mchezaji namba 13 wa Tonga. Haya. Nenda kuoresha ile bwana ni wachezaji wa Matutu. Na jazeni kwao.
Haya, katika vile kona itakavyoenda, julikane kwamba hilo lilikuwa shambulizi la wazi ambapo Matutu walikuwa wameandaa, lakini Tonga walichukua. Haya, piga kona moja mrefu kule, kataa Tonga gol. Mchezaji namba 9, namba 8 kumradi mtazamaji wa Tonga amejifunga mwenyewe, amelikia mwenyewe nyavuni mwao. Wanaosherekea mwisho wa siku ni Matutu School. Nikupe taswira tu mtazamaji, alipiga kona Matutu katika ile harakati ya kuondoa mchezaji namba 8 mgongoni wa Tonga School, ajifunga mwenyewe. Na kwa sasa mtazamaji ni kwamba Matutu PSG bao moja, Tonga 0 nada, yani 0. Twende kazi. Naona pale refari anamuonya, anajaribu kumuonya shabiki wa Matutu kwamba aliwaweka sana wachezaji kwa ile harakati ya kusherekea goli. Anamuonya, anamwambia ukijaribu tena mwenzangu kadi. Shabiki anasema na mkubwa, nimeona, nimeelewa. Anaanza pale Tonga. Banani mgongoni amejifunga. Ya moja ndefu, kata Matutu. Anaingia Tonga, jaribu kuondoa lakini wapi? Sema itabu kubadilisha kasababisha hiyo. Wanaanza tena pale Tonga. Piga moja kumtafuta nambari 13 mgongoni wa Tonga. Piga moja mrefu, imekuwa nyingi, imekuwa inaenda nje hiyo. Haya. Anaanza pale ana mbio yule kwa sababu anajua wako mbele bao moja hao. Ana mbio kabisa. Anasema sisi tunatangulia, sisi tuko mbele. Ninyi fanyeni mnakalotaka. Fanyeni, watu wanajipanga. Naona oda wa Tonga anawaambia jipangeni. Moja si mbali, tunarudisha na tutasonga mbele. Anaanza pale Matutu, kipa anawaambia leteni hapa. Naweka chini, angalia pige wapi. Anawaambia twendeni kwao. Nampa naoda wake. Naoda anaangalia pige wapi. Nyorosha moja mrefu pale. Kata. Jaribu kuruka. Nje Matutu, nambari 20. Weka moja nyavune. Kata Tonga. Bado. Gol. Anasema kashaotea hiyo. Mchezea visivyo kwa kipa wa Tonga. Nambari 19 mgongoni wa Matutu. Mjaja na kipa kashariu akafika kusalimu amri. Lala chini akasema refari kwamba ikabu. Anaanza kwanza pale Tonga. Kipa kwake Naoda piga moja hapa kwa nambari 13 wa Tonga. Hata Matutu. Haya, anaingia. Kata namba 9 mgongoni. Nadra sana kuenda hapo. Mlinzi akiwa na namba 9 mgongoni. Lakini mimi ni nani niseme? Naitwa Stanley. Ndio jina langu na hapo leta garanti mimi. Natonga sima Matutu. Haya. Rudi nyuma kurusha. Nambari 20. Kuja, rusha ndani huko. Ruka juu, kataa Tonga. Rudi kwake. Rudisha pale ndani. Kataa kipa. Nyaka anakulala nao anasema yangu. Haya. Kipa anawaambia tulieni. Pressure poa, piga moja mrefu pale. Kataa Matutu. Haya. Piga kichwa toka nje. Mpira wa Tonga kurusha. Bali 12 kurusha pale. Mtafuta mwenzake, kataa Matutu. Ingia Tonga bado. Kataa Matutu. Nambari 10 jaribu kuondoa lakini wapi? Matutu amejaza nje, anasema wakurusha huko. Tonga wanarusha. Kataa Matutu. Gamba la kuondosha, jaribu kuondoa eneo la hatari. Bado haujakulia ule. Anachezewa visivyo na mchezaji wa Matutu. Mpira ukabu kuelekea lengo la timu. Biki akabafika pale. Anasema kwamba yule mchezaji wa Matutu alianguka tu mwalimu. Lakini refari katikati ya uwanja anasema ni tabu. Anasema refari hivyo. Sisi nani kipigo. Sema siku zote kelele za kura ndio mambo kwa ndani. Na refari akasema ni tabu. Kwa ni tabu hiyo. Haya, narudi nyuma kuchonga ule itabu ni naona timu ya Matutu piga visivyo. Sasa
kuelekea mchezoni timu ya Matutu. Zilizopita wamepiga seti. Bao zile zimeokoa timu. Piga moja mrefu pale ni Matutu. Kichwa nambari 9 ya Matutu. Anaingia. Bado anakataa nambari 19. Anaingia. Chenga, piga moja mrefu ndoa nje. Mtazamaji, kumbuka mechi hizi zinazokujia moja kwa moja kupitia kituo cha televisheni cha Ndizi TV kwa uhisani wake Peak Sports Uniform. Wanapatikana Baraka Building katika mji wa Kisii. Wanakuzia Stanley twende, anapiga nje. Ni wahisani wetu Peak Sports Uniform pamoja na Nyanza Sports Vibes. Haya, asante sana, naitwa Sultan Victor. Wanayenisaidia kwa siku ya leo kuletea ngarambe hii. Anataka kupiga nambari 10 nahodha wa timu ya Matutu kona hiyo. Haya. Janza moja ndani kule. Wanaota bado chenga moja. Piga hii kata Tonga School. Bado nambari 3 yule anajaribu kuzuia lakini wapi? Piga moja ndefu lakini Matutu wanakataa. Nasema turudi kwao. Tonga nambari 8. Piga moja mrefu kumtafuta mshambulizi wake lakini wapi? Tonga School wanakataa. Nasema ni handball ile. Sababu kuelekeza mlango wa timu ya Matutu. Tonga wanang'ang'ana. Ndio kuingia lakini Matutu wako pale ndani kabisa, anasema bado jamaa zetu wanajua mbio sana. Haya. Kuna anaenda kutonga ile kabu ni nambari 14. Tonga School. Pima angalia tuingieni. Piga moja mrefu kutafuta bado. Kipa nyaka na kulala naye. Sema twende. Naanza moja mrefu haraka. Piga ndefu kutafuta nambari 9 wa timu ya Matutu. Piga moja Tonga School. Naoda anaondoa anasema katika lango la timu. Haya. Unaona hii game. Naambiaje mtazamaji kwa sababu unajaribu kuona Matutu wanang'ang'ana bado lakini wameanza kwa kujikaanga wenyewe. Timu ya Tonga hatari pale, inakuwa ni kona hiyo. Kipa mlinzi wake sema ni kona ile. Hawajapatana vizuri. Wanasema ni kona. Sema ni kona ile. Sababu walishindwa kucommunicate wale wawili, mlinda lango na yule beki wake. Hiyo sababisha kwamba wapeleke mpira nje ikawa ni kona. Haya, wanaanza Matutu. PSG anaenda kuchonga ile kona raundi hii. Nambari 8 kumzaji. Jaza moja huko kwenye kisanduku, ruka juu ndio itakwenda. Haya, nambari 3 Matutu anaingia kama ni tabu ile. Kurudisha mchezaji wa Ingia vibaya kupatua mchezaji wa Tonga. Haya. Nahodha wa Tonga piga moja mrefu pale kumtafuta mwenzake. Ruka juu lakini ameukosa. Pata Matutu bado Tonga School. Piga moja mrefu kule. Mpira una ndio. Bok. Anaja nambari 9. Simamisha. Tena moja na mwili bado mmoja Tonga. Kana mchezaji anaingia pale Matutu School. Kata Tonga. Bado Tonga School. Pale kwa mwenzake nambari 14 mgongoni. Nambari 14 mgongoni pia mwenzake kule mrefu kata Matutu. Haya, wanaanza tena pia Matutu School. Wapi? Bila okay. Tutapata okay kabisa. Haya. Tonga nambari 10 mgongoni. Pia mwenzake nambari 11. Piga moja ingisha ndani pale kipa. Kwenye replay pale alikuwa na udaka lakini ukampita kwa upole tu. Wanashangaa. Kaachilia tu mwenyewe kipa. Kilaumu huyu mwenyewe. Matutu walikuwa wamepewa nafasi ya kuongoza. Kuna kipa hapa kawaida. Kipa kaachilia. Kamileka wanavyosema hii imekuwa ngumu.
ile kuwa ngumu. Kipa kaamua kuauza peupe Matutu. Lakini mimi ni nani mpaki. Wewe venye tutakavyoona. Haya, wanaanza pale Matutu. Wanaanza piga moja pale mrefu kuingia. Ile imekuwa nyingi imetoka nje. Nasema hiyo ni goal kick. Iwapo Sultan Matutu watatoka, watamlaumu kipa huyo. Iwapo watatoka, watamlaumu huyo kipa kwa sababu alikuwa na nafasi ya kuokoa timu lakini ameyauza. Nasema Mgema akisifiwa sana, Tembo analitia maji, lakini la huyu Lakini vile vile hata Tonga wakiondoka watamlaumu tu mchezaji wao. So kwa sasa hivyo tuseme ni mechi ya kulaumiana hapa. Siku ya leo naona kidogo ni kama Ni mechi ya kulaumiana. mazambi tu ya kibinafsi binafsi. Kumbuka kwenye bao lile la kwanza walijifunga wenyewe Tonga. Na Matutu ni kama wamejifunga wenyewe kwa sababu Matutu ni kama wamejifunga mwenyewe. Ni makosa yale tunasema ni obvious sana yale. Haya. Ndio ikabu kuelekeza lango la timu ya Matutu. Enda kutoka mbele ni nambari 8 aliyejifunga wa Tonga School. Piga moja ndani kule kipa kaondoa. Kona. Kumbuka kwamba mshindi baina ya timu hizi mbili atakuwa na nafasi ya kuingia katika semi-finali. Shule ya Mbira inaongoza jedwali hilo na alama 6 baada ya kushinda mechi zake zote mbili nafikiri. Wakati vile vile wako na mabao 4 kufikia sasa. Tonga katika jedwali iko nafasi ya pili. Haya, tusikize kona Victor. Haya. Tusikize kona. Tonga pale Tonga School ingiza ndani pale. Miaka tipa na kulala ndani. Safi sana. Moja ndefu bado. Anza moja mrefu pale haraka. Piga ovyo. Haya, ingia nambari 9 Matutu. Haya. Chenga. Kataa Tonga School. Pia nafasi kwake nambari 6 Matutu. Chenga moja na mwindi. Pia nafasi kwake nambari 9. Ingisha kwake lakini bado. Ingia nambari 3 Matutu. Ondoa Tonga. Haya. Pia nafasi. Wanaanza. Kataa Tonga. Pia nafasi pale. Matutu wanajaribu kuingia, wanaambiana twende kwao, twende kao turejeshe hilo. Sema ni mpira umekuwa mwingi umetoka nje, ni mpira wa kurusha kuelekeza lango la timu ya Matutu. Haya. Rusha moja mrefu pale. Tonga wanajaribu kuingia, moja mrefu. Kipa anasema chakula changu. Anza kipa. Rusha moja mrefu pale. Kataa Tonga School. Huyu wetu sana Tonga School. Victor, ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasema katika mechi hii mshindi atakuwa anajiunga na shule ya Mbira kuingia kwenye semi-finali. Anakwenda pale nambari 6, anapiga refu kuingia himaya ya Tonga. Wanakwenda Matutu. Yapiga kwa upande ule mwingine. Anakwenda chini, refa anasema twende kazi. Anageresha kwanza, twende kazi. Crossi Tonga wanakataa. Twenda. Chenga kwanza, anawekwa chini. Itakuwa ni ikabu hiyo nafikiri. Haya. Mashabiki wanampokea refa. Amwambia refa ni rahisi sana. Refa ni rahisi sana. Refa huyu mchezo wa kiume huu. Refa kasema mkubwa, kasema. Haya nao wanasema sawa basi. Hizi ikabu. Nahodha wa timu wa Matutu tayarisha kucheza ile ikabu. Haya. Chonga moja mrefu pale. Nyaka na kulala na kipa. Sema rahisi sana hii. Naanza pale Tonga School. Kipa kwa nambari 13 mgongoni. Nambari 13 jaribu kupenyeza pasi, kataa nahodha wa timu ya Matutu. Piga kichwa bado. Nambari 7 wa timu ya Tonga. Chenga moja kataa bado. Nambari 7 wa Tonga. Chenga wa pili
kataa matutu. Ndoa katika eneo lake la hatari. Bado nambari 9 mgongoni. Nambari 9. Kwa sababu nikwambie kwamba una nambari 9 si ati mshambulizi huyu. Haya nikupe. Anakwenda hatari. Kipenga kinakwenda. Bwana Kabu kuelekeza katika lango la timu ya eneo hatari kwa kama miguu 19, miguu kama 20 hivi 19, wakijiweka vizuri, Tonga wakipata mchongaji mzuri, hilo linaweza kuwa ni bao. Haya, sikiliza, naona wachezaji watatu pale. Haya, omba beki nambari 3, beki nambari 9 mgongoni ambaye ninaona, alafu kuna nambari 10 pale ataitonga nani. Haya, kipa wa Matutu anawaambia weka ukuta, ni ukuta mtazamaji uliojengwa na mwili ya binadamu. Haya, nambari 10 piga pale. Ni Kabu inazaa matunda. Kilichofanyika Tonga wanasherehekea. Kilichofanyika nini mtazamaji? Kipa alikuwa katika ile harakati ya kutengeneza ukuta wake. Ni Tonga walipopewa nafasi ya kutenga ile ikabu. Jezi nambari 10 mgongoni wa Tonga. Alipiga tute. Kipa kuangalia. Kitu kimejaa jana. Sijui unaionaje Stanley mechi hii? Hii mechi ilianza kwamba Tonga ndo underdogs. Kinachotokea mtazamaji ni kwamba Victor, Tonga wanarudi uwanjani, wanarudi mchezoni. Tonga skulu 2, Matutu 1. Haya, Tonga skulu wanaanza nambari 7 pale. Chenga wa kwanza wa pili lala chini. Haya, anafanya anaachia advantage. Bado Matutu wanakataa. Chenga 1. Anaangalia cheze wapi? Nambari 5 mgongoni. Kwake anachenga nambari 3 mgongoni. Haya, twende. Anza 1 kataa Tonga nambari 13. Haya. Anza 1 mrefu pale katikati mwa uwanja kwake nambari 10. Nambari 7 chenga 1. Anaingia. Haya, kipa anaokoa kona. Kipa anaokoa kona. Victor, anasemanga siku zote kutangulia basi sio kulewa. Walianza Matutu, lakini Tonga skulu wamerudi mchezoni mbio. Anasema kutangulia sio kupika. Mhenga kama Victor anasema kutangulia kwa baa haimaanishi utatangulia kulewa. Haya, sikizia kona. Anapiga refu. Hatari. Kichwa kinakataa. Haya, Matutu anajaribu kuondoa kichwa tena. Anapiga juu kwa juu, mpira wa juu. Haya, wanaondoa. Anakwenda nambari 8. Anajaribu kupiga counter lakini mpira unakuwa mwingi. Naondoka nje, utakuwa mpira wa mrusho. Wakiendelea hivi Tonga watapata nafasi ya kuingia kwenye semi-finali. Kukuambia tu kujuza tu Victor. Jedwali chizi linavyokusimama kwa sasa ni kwamba Tonga wana alama 6. Mambo yakienda hivi watakuwa namba 2 ama watakuwa nambari 2 ya kwa wingi. Kwa uchache wa mabao sababu wanaotangulia katika hili jedwali wana alama 6. Unaanza kuhesabu vifaranga mapema. Ni hatari hiyo, ni hatari hiyo. Kwa sababu mambo yanavyosimama kwa sasa Tonga wana alama 6. Kwa sasa anakwenda kuchanja na kuchanja ile ikabu ni Matutu, lakini anapiga kipa na tile inatoka nje na kwa ni goli. Haya, kipa ana mbio, ni zamu yake ya kutokuwa na mbio sasa. Anajua hapo mbele mabao mawili pamoja. Sema mimi nani? Sina mbio, najipanga pole pole. Mradi tu ipo katika ule wakati ninaopewa na kipa. Haya, anaanza 1 mrefu pale ni kipa. Ruka juu nahodha wa timu ya Matutu anaondoa. Haya, kataa nambari 13 wa Tonga skulu. Kataa Matutu. Nambari 3. Inaisha 1 kwa nambari 9.
moja. Jaribu tena, kataa. Piga moja mrefu labda mchezaji wake. Haya, tulia. Piga moja mrefu. Ipo kataa. Sema ni offside. Sema ni offside ile. Hotea yule. Jezi namba 13. Wa timu ya shabiki wanabatabika sana na refa. Wanasomea refa lakini wanawaambia wewe kwa karibu na mimi. Mimi ndo official kwa hii mechi. Tukisema ndo mwisho. Wewe zako haziwezi fanya kitu. Wanamsomea sana refa pale. Wanasema kwanza enda kwanza ile kipa nambari 1 timu ya Tonga. Piga moja mrefu pale. Tafuta nambari 10 wake. Ni kiungo shambulizi. Ndio kama tunataka kucheza lango la timu ya Tonga. Kama pale kwake nambari 2 kama sijakosea wa timu ya Anakataa matusi bado. Ruka juu nambari 10 wa Matonga bado. Nambari 8 mgongoni wa timu ya Tonga. Ni kiungo mkabaji. Haya, anaingia matusi. Piga tu. Ya moja line lakini wapi? Habari. Haya. Anaingia nambari 20 wa Tonga na matusi. Mtu anaingia kwenye sanduku. Chenga moja, ya pili. Piga! Gonga mwamba. Piga kitu kagonga mwamba yule. Haya. Anaanza kuona fupi ile matutu select. Kisha moja kule ruka nyaka kipa na kulala na kusema hiki chakula changu. Nyaka chakula changu hiki. Haya. Aligonga mwamba, alichenga wachezaji kama wawili pale kisha katilia dude. Aligonga mwamba. Haya. Bari 19 mgongoni anajaribu jaja pale 12 wa Tonga. Angalia cheza wapi. Piga moja mrefu pale kumtafuta Balikuja na ina wa Tonga lakini kataa nambari 3 wa Matutu. Ruka juu amekosa. Haya, nambari 13 wa Tonga. Kataa Matutu. Ruka juu kuhamisha pale nambari 6 kiungo kabaji wa Matutu. Haya, wanaanza pale Tonga katikati nambari 14 wa Tonga. Wanaingia pale. Wanaingia kataa Matutu. Piga moja nyuma lakini wapi? Kataa Tonga bado. Haya, wanaingia kwenye kisanduku. Kataa bado Tonga. Anasema amechezewa visivyo, ni mchezaji wa timu ya Matutu. Bana pia wanaanza tena pale Matutu. Wanaenda naye. Cheza na kichwa nambari 13 wa Tonga. Jaza mpira nje, anasema mpira wa kurusha pale mbele ya lango la timu ya Matutu. Ya mradi ya Tonga. Naenda kurusha namba 20. Jesi namba 20 timu ya Matutu. Rudi nyuma. Rusha kama ni kona. Ruka juu, piga kichwa. Nje. Msaidizi wa Reva anasema rusha vibaya. Ndio acha Tonga School waonyeshe jinsi mpira unavyorushwa. Haya. Naenda kurusha ule mpira. Ni nambari Jesse. Atendeni kwao. Jesse namba 13. Kataa. Nambari 8 wa Matutu. Ruka nambari 3 wa Tonga School. Natia. Anaanza pale Matutu. Tonga piga kitu nje. Cheza moja nje. Shukran sana Stanley. Kumbuka mechi hizi zinakujia moja kwa moja kupitia runinga yako ya Ndizi TV kwenye mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital. Anakwenda kuanza Tobias John nambari 1 ya timu ya Tonga. Apiga refu, kichwa kinakataa. Rudisha nyuma, vichwa zinatembea pale. Haya, Tonga anakwenda. Matutu anachenga, anafahamika kama Jerry Otieno. Haya, twende. Piga chenga, wanakataa Tonga. Twende kazi.
ilisukumwa pale visivyo. Refa anasema kwa ikabu hiyo, mpira wa mrusho. Asante sana kwa wote ambao wanatupata kwa wakati kama huu, moja kwa moja kutoka uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho upande wa Pool B. Mechi kali kabisa baina ya timu ya Matutu ambao ni mabingwa wa Nyamira, wameweza kuvalia nyekundu juu nyekundu chini, dhidi ya shule ya Tonga kutoka upande wa Homa Bay, samawati juu nyeusi chini, kupigania nafasi murwa tu ya kuweza kuungana na timu ya Ambira katika upande ule wa nusu fainali kutoka kundi hili la ba, ambazo zitaanza kuchezwa alasiri ya leo. Wanakwenda kwanza ni Matutu. Matutu mabingwa upande wa Nyamira, yote wayapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV. Piga refu upande wa juu wanakana Ambira, Konradi Tonga wanakana nafasi hiyo. Matutu pembezoni kushoto wanapigania maisha yao katika mechi hizi za Nyanza. Wataweza? Tusubiri tuone. Matutu bado fast build up pembezoni kushoto, pasi ya kwanza inakubali, ya pili inakubali, pembezoni kushoto, winga mwenye tajriba ya juu chini, side net. Mpenzi mtazamaji, wenzake walikuwa kwenye upande ule wa mstatili wakingoja minus ambayo mwishowe haikuweza kufika, inawasaliti Matutu ambao kufikia sasa wako nyuma kwa bao moja. Walianza vema wakafunga wa kwanza, makosa ya mlinda lango wa Matutu yakafanya wao kuweza kusawazishiwa, na walipola darasa hili bado wanayo Matutu nafasi ya kujinasua, wanakana Ambira. Utakuwa ni mpira wa mrusho ambao Matutu wangehisi kwamba ingalikuwa kona ingewasaidia, lakini si kona, mpira wa mrusho. Mpenzi mtazamaji, mpira wa mrusho itakuwa ni long throw kwa faida ya timu ya Matutu. Mstatilini wanao nambari, Tonga pia wanayo nambari refu, wanakana Tonga pembezoni kulia, jaribu penyeza, anakana nahodha huyu ambaye ana tajriba ya juu sana, nahodha wa timu ya Matutu kwenye kidari, inakubali. Matutu bado wanapigania nafasi za mpenyezo ambazo hazijaweza kukua. Hana support mshambuliaji huyu wa timu ya Tonga. Matu bado wanao umilisi upande wa kati, anapenyeza refu, wanakosa. Inakuwa rahisi kwa mlinda lango wa asubuhi mchana ya leo kwa timu hii ya Tonga ambao ndio waweze kufika katika michezo hii ya Nyanza. Waliweza kucheza na shule ya upili ya Agorosare fainali upande wa Homa Bay, na kwa kuwa Agorosare ni mabingwa watetezi ukanda huu wa Nyanza, wakapata nafasi ya kuwa hapa. Makosa pale, lakini wananusurika. Matutu upande wa kati. Sultan, kumbuka kwamba mechi ya leo imekuwa na matatizo kidogo, ieleweki, kwa sababu bao la kwanza la Matutu walijifunga wenyewe Tonga, na vile vile Matutu kipa wao akaachilia ikiingia ndani. Sasa tunangoja tuone kwamba itakuwaje. Hujanieleza la pili la shule ya Tonga. La pili la shule ya Tonga nafikiri ulikuwa mkiki mzuri tu. Tutakuwa tunafuatilia mabao hayo baadaye. Pembezoni upande wa kati wanapigania maisha yao ni Matutu. Wanaitwa The Forest Commandos kutoka Nyamira. Unakuwa mwingi, unatoka nje. Sultan alikuwa nieleze bao hili la pili, taswira ilikuwa vipi? Unasema ni mkiki ambao mlinda lango hakuwa na nafasi yoyote ile. Hakuwa na nafasi ya kudaka. Tutakuwa tunaangalia replay hizo baadaye. Kumbuka ni mechi zinakujia moja kwa moja kupitia Ndizi TV kwa hisani ya Pika na Piga Refu. Wanaondoa Matumru, anakwenda piga refu mbele. Haya, hatari, kipa anaingia, anadaka na kula, anasema chakula changu, mwachia nafasi mwenzangu Stanley ili nipate nafasi ya kukuhakikisha kwamba nakupatia picha safi tu kwa hisani ya Ndizi TV, Pick Sports Uniform na Nyanza Sports Vibes. Jina langu ni Victor Sultano Bank. Pembezoni kulia nafasi wanayo, wanakana Tonga. Kona, ndio ni kona, wanapata kona, ni shule ya upili ya Matutu.
Wakiitumia vema watarejea kwenye mchezo, wasipoitumia kibarua kitasalia. Mstatilini naona moja, takriban wachezaji 6-7 wako mstatilini, anapiga chini kwa chini nyepesi, wanakana Tonga. Tobo la kombora lililoenda Mathiongo, wangalitumia vema basi wangeweza kurejea mchezoni, hawakuweza kulitumia. Na wakati huo mpenzi mtazamaji, kwenye upande ule wa mitandao tunafika hatma ya kipindi cha kwanza kutoka uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho, ambapo mashabiki wa upande wa Matutu wataweza kutamahuka katika mechi hii wakisema kwamba tulianza vema, kuliendaje? Upande wa Tonga watajipiga kifua kwamba tulienda chini tukarejea mchezoni. Kipindi cha pili watazuia walizo nazo mbili, watafuta bao za kuongeza, au Matutu wataweza kuja na shinikizo zaidi. Stanley, mechi unahisi vipi? Walianza vema Matutu, walicapitalize ile chance ambapo iliwaona wako kifua mbele kupitia yale makosa ya nambari 8 mgongoni wa timu ya Tonga School. Walijirudi, wakambiana bado, na mwisho wa siku tunaona wako mbele mabao 2-1. Kinachoendelea ni kwamba Matutu si wabaya vile. Captain, tukiangalia tu baina ya mechi zile ama bao zile ambazo zimeingia, nafikiri bao ya kwanza hiyo tunaona kuonyeshwa bao ya kwanza taswira. Matutu walipata bao la kwanza dakika ya 5 kwenye mchezo. Nafikiri ni bao la Tonga hilo. Makosa yalikuwa ya kipa, yule alishika akaachilia katika dakika za mwanzo wakajifunga. Wewe ndio mpishi, tueleze, wewe ndio uliyepika taswira hiyo. Wakajifunga wenyewe Tonga, Matutu wakapata faida, lakini baadaye wakaweza kusawazisha kupitia kwa makosa ya kipa wa Matutu. Captain, ni kwamba naona hata hapa mwelekezi Hesbon Nyamete anasema kwamba mechi gani ambayo hata usipofunga unafungiwa, unapata nafasi muru. Hata yeye anasema angefunga, lakini watabaki wakijilaumu. Ni timu zote mbili kwa kuweza kuenda chini katika mechi hii ambayo iko na hisia nyingi tu. Nitaweza kuwa nikiongea naye Camillus pia ni mmoja wa upande ule wa michezo, ametafuatilia mechi katika muda usiokuwa mrefu. Tutakuwa naye Camillus kutueleza kwamba kipindi cha kwanza anahisi vipi. Sultan, upande wako? Bao la pili la Matutu nafikiri ilikuwa ikabu, ile ilichanjwa naye nambari 10 mgongoni, ikakutana na goal post ikaingia ndani. Faida kwa timu ya Tonga, wanasherehekea mabao mawili hayo kwa moja, wako katika nafasi nzuri ya kujiunga nao Ambira. Captain, mwelekezi wetu Sultan Obangi anasema kwamba anahisi kwamba watabaki wakijutia ni wachezaji hawa wa timu ya Matutu, kwamba walianza vema, hawakuweza kutumia nafasi zao vizuri, wakakuwa mahali ambapo ni pa kuweza kujutia tu. Lakini upande wako Camillus, mechi hii ya leo chances zao wanazitumia vizuri sana, hawafanyi makosa mingi, na atakuwa mshindi atakayeshiriki katika semifinals. Nafahamu kwamba mechi nyingine ambayo itakuwa ikifuatiliwa sana ni mechi baina ya Ambira ambao pia ni mabingwa upande ule wa Siaya. Waliweza kuwabandua mabingwa watetezi St Mary's Yala upande ule. Wamekuja hapa kwamba kweli wao ni mabingwa, washashinda mechi zao za kwanza 2. Waliweza kuwapiga ni Matutu, wakawapiga ni shule hii ya Tonga, na leo hii wanao mechi ambao wanacheza na shule ile ya Sameta, ambapo pia Ambira wamepewa upate kwamba wataweza kushinda mechi hiyo ya leo. Lakini hapa hivi tukiangalia mechi hii shira, na leo hii wote mshindi hapa moja kwa moja kupigwa hapa hivi. Kipa wako anafanya makosa, anakusaliti, anakutoa timing kwenye mechi. Ukomavu huo unahisi vipi? Kitu naweza sema ni kwamba bao kufungwa ni sekunde 1 au sekunde 2. Ukifanya makosa moja tu unaadhibiwa. Kwa hivyo wakiingia katika kipindi cha pili, it's either they do or die. Watakuwa tu na nafasi tu moja dakika 45 za kujisaidia, either waende shuleni ama wabaki huku kushiriki katika hii michezo. Kwa hivyo
kitu wanaweza fanya ni watumie hizo dakika zao vizuri, sababu bao kuingia ni sekunde 2 tu au sekunde 1. Anasema kwamba it is a do or die kwa shule ya Matutu, lakini upande wa Ambira watahisi kwamba angalau wakipata bao la 3 wataweza kubaki kwa mchezoni zaidi. Labda kutamatisha maongezi haya, upande wa Ambira ukiangalia mechi yao kipindi cha kwanza walivyokuwa, kipindi cha pili wanao nafasi kuwa the better side, bado kipindi cha pili Ambira hiyo Konradi Tonga. Tonga wamecheza vizuri, umeona wamefunga bao 2, wametumia chance zao vizuri, lakini sasa shida yao ni wakienda wote wengine hawarudi. Lakini mimi naona ni timu nzuri, na in case waende katika nusu finali watasumbua sana. Asante sana. Labda nikipiga jicho pia katika upande ule wa pool A, kuna mechi ambazo zinaenda mtawalia na mechi zinazoendelea hapa katika uwanja au uga wa kwanza pool A hapa Cardinal. Kuna mechi inaendelea baina ya timu ya Kisumu Day pamoja na shule ya upili ya Ong'incha. Bado wao wametoshana points. Ong'incha alienda sare na Kodero Bara. Kisumu Day akaenda sare na Agoro sare. Kisha baadaye tukaweza kuona Ong'incha akiweza kupigwa na Agoro sare. Kisha tukaweza mane kwa moja. Pia tukaweza kuona upande ule wa shule ya upili ya Kisumu Day pia wakipigwa mabao 2 kwa moja na Kodero Bara. Ni kufa kupona hapa, lakini majibu haya, iwapo Kodero Bara na Agoro sare, mechi ambayo inaendelea upande ule wa Kisukuli itaweza kuisha sare, niache ikiwa sare. Iwapo itaisha sare, basi majibu yote hapa hatakuwa na umuhimu katika kundi hilo la A. Naam, sasa kitu imebaki ni iwapo timu ya Ong'incha itashinda au timu ya Kisumu Day itashinda na timu ya Kodero Bara ipigwe, basi mojawapo kati ya Kisumu Day na Ong'incha atapata nafasi ya kushiriki katika nusu finali. Iwapo watashinda bado hapa, ikiisha sare bado Kodero Bara na Agoro sare wataenda. Lakini sina imani kwamba Agoro sare wanaweza kubali mechi yao itoke draw, kwa sababu ukiangalia huko nyuma mechi yao walisaidiwa na Ringa kwamba walikuwa marafiki wote wakaqualify, but baadaye wakawekwa katika pool moja wakatoa Ringa. Kwa hivyo pia wanaweza kuwa na ile hofu, sisi tuliwekwa na rafiki yetu pande moja tukamtoa, na tukiacha Kodero Bara awe pande yetu tumsaidie pia aende semifinali, tuweko pool moja atutoe. Unaona, hawezi kubali, inaweza kuwa historia imejirudia. Kwa hivyo watajikaza ili waweze kushinda, na hapa anaiombea timu ya Ong'incha, maybe wakishinda pia wao watakuwa na nafasi muro kabisa kushiriki katika nusu finali. Kunao wanaohisi kwamba labda ule uhasama baina ya timu ya Kisumu Day na Agoro sare wamekuwa na uhasama mkubwa katika upande huu wa Nyanza, utapelekea labda shinikizo la ushindi lisiwe sana upande ule, lakini tutakuwa tukifuatilia kujua kwamba itakuwa vipi. Kwa hivyo najua timu zote zinaweza kuwa zikiingia ugani muda usio kwa mrefu, kwa hivyo endelea kusalia hapa upande wa Ndizi TV. Labda tukitamatisha maongezi haya, ubashiri wako kipindi cha pili full time itakuwa vipi upande wako? Mimi nikiangalia mechi ya Tonga na timu ya Matutu, kuna bao karibu 3-4, lakini mwenye atafunga sijui ni nani. Asante sana, cha maana ni imani katika mechi hii. Kwa hivyo mwelekezi wetu ataturejesha katika picha za wachezaji wa akiba katika timu zote mbili. Naona wako ugani wakipiga misuli kuomba kwamba labda tukipewa nafasi kipindi cha pili tuwe tuko fit katika mechi hii. Nafahamu kwamba tutakuwa tunapelekwa katika ugani kuweza kuona hayo. Kwa hivyo tubaki hapa ugani kipindi cha pili, Matutu PAG versus Tonga hapa ndani Ndizi TV.
Dakika chache kipindi cha pili kianze. Kipindi cha kwanza kimekamilika, Tonga wakishinda Matutu mabao 2-1. Nikiwakaribisha Stanley Ondieki pamoja na Camillus ili waweze kukuletea mechi hii moja kwa moja kwa hisani ya Ndizi TV wakishirikiana na Peak Sports Uniform pamoja na Nyanza Sports 5, wauzaji hao wa bidhaa za spoti na bidhaa nyingine. Fikiri Ondieki popote alipo pamoja na Camillus wako tayari kabisa kutuanzishia kipindi hichi cha pili. Camillus. Na mpenzi mtazamaji, mpira unaanza kipindi cha pili kwa kasi kabisa. Tunamuona mwana Tonga na mpira. Anajaribu kuchenga ya kwanza, inakataa, anapeana. Anapewa through pass murwa kabisa. Aha, mpira unaanza kwa kasi kabisa. Mwana Matutu na mpira, ananyang'anya na mwana Tonga. Refu kule, hatari kwenye lango. Mechi hii ni ya mshike. Aliye na mpira ni mwana Matutu PAG. Anajaribu kuchenga ya kwanza, inakubali. Ya pili inakubali. Ndio hii Ndizi TV. Goal kick. Anapiga refu pale mwana Matutu katika lango la mwana Tonga, lakini wanaondoa mpira unakuwa mwingi na kutokeleza nje. Mwana Matutu anapiga refu kule, mpira unakuwa mwingi na kutokeza nje. Inakuwa ni goal kick, faida ya mwana Tonga. Mwana Tonga anaanza refu kule kumtafuta mshambuliaji wao, lakini mwana Matutu PAG inakuwa ni handball kwa faida ya mwana Matutu PAG. Anayepiga ni jezi nambari 10 mgongoni. Anapiga refu kule hadi kwenye lango la hatari la mwana Tonga, lakini wanaondoa. Mwana PAG na mpira. Chenga ya kwanza inakubali. Chenga ya pili inakubali. Lakini mpira unakuwa mwingi na kutokeza nje. Inakuwa ni corner kick. Mwana Matutu PAG anachonga kona mrefu pale, go. Wanaondoa. Go. Mpira unakuwa mwingi na kutokeza nje. Unakuwa ni mpira wa goal kick kwa faida ya timu ya Tonga School. Ndio ameendea. Nimetumana. Napiga refu pale mwana Tonga kumtafuta nambari 7 mgongoni.
namba 12 mgongoni na mpira, napiga refu pale kumtafuta mshambuliaji wao, lakini mwana Matutu PAG anaondoa mpira. Inakuwa ni mwana Tonga na mpira, napiga refu pale, mpira unaondolewa na mwana Matutu PAG. Refa anasema kwamba naguza na mkono, inakuwa ni handball kwa faida ya mwana Matutu PAG na kupiga pale mkwaju. Mpenzi mtazamaji, inakuwa ni mkwaju kwa faida ya mwana Matutu PAG. Mchezaji wao anajongea nyuma pale ili kupiga mkwaju huo. Atakayepiga mkwaju hiyo ni aliye na jezi namba 10 mgongoni ama jezi namba 8. Kamila nafasi Murwa kabisa, namuona nahodha sako kwa bako. Nafasi Murwa anapenyeza juu sana, midhili ya rugby conversion. Anapoteza nafasi Murwa kabisa. Katika mechi hii ilikuwa nafasi ya kuweza kuwarejesha mchezoni, wakaweza kuipoteza katika uga wa Pool A. Kisumu Day bao 2, Ong'incha bao 1, lakini mechi nyingine ishaisha. Agoro sare bila, Kodero bara bila, na wote wawili wameweza kuingia semifinali, kumaanisha kwamba mechi ya Ong'incha versus Kisumu Day haina umuhimu wowote vile, kwa kuwa kulingana na isabaki wote washapigwa nje. Agoro sare, Kodero bara kutoka kundi A washaingia upande wa semifinali. Upande huu wa Pool B Ambira washaingia, wanangoja tu mshindi hapa kuweza kuwaunga kama wale ambao wanaunga katika upande ule wa Pool B. Majibu kutoka viwanja vingine katika uga hii Pool B ni kwamba Sameta washapigwa mawili na Ambira 2-1. Mechi inayoendelea upande ule wa Kisii School, mechi mtawalia. Mpira wa mrusho kwa Matutu, wamejituma wengi mbele, wakijua kwamba kama si leo hakuna siku nyingine ile. Haina haja tuzuie, tusipigwe mengi na bado tutoke, ili tuende wote mbele, tujaribu bahati yetu. Ikisimama sawa, ikikata tulijituma. Matumaini bado wanayo. Long throw, Matutu Secondary anarusha refu, jaribu penyeza iwe rahisi, lakini wapi, nafasi bado wanayo. Kunani wanatia penalty, refa anakana. Ambira Tonga potelea pote, na iwapo ndipo unaungana nasi, Tonga wamevalia midhili ya Uruguay upande ule wa South America, na timu hii ya Matutu ni midhili ya Liverpool. Kamila sika kwa timu unajua inayovaa hivi, mimi najua Liverpool. Pia kuna ile timu wanaita, sitaki kusema lakini wanasema Kiburi FC. Sijui kama umenipata. Haya, pembezoni kushoto wanakosa kumakinika. Nafasi bado kwa mlinda lango, anauchukua wangu. Wanatumia fast build up, kumbuka kwamba wako chini, kuona kana kwamba watarejea katika mchezo huu. Hapo ndipo unaungana nasi, ni sauti yake Ndemo Steven, Captain 001, nahodha michezo si Ndizi TV pekee, Kisii County, Nyamira County, Nyanza, Kenya, dunia mzima, Captain 001. Wanao mpira Tonga, nafasi bado wanayo. Hapana, Kesha Rombeza, hiyo ni zaidi sana. Kesha Rombeza, wachezaji wa Matutu wanaulizana offside trap gani tulikuwa tumeunda, lakini unahitaji umoja zaidi, sababu utengano ni udhaifu, umoja ni nguvu, Waswahili wakasema. Nitakuwa nikikwambia majibu kutoka michezo mingine katika mashindano haya ya Nyanza katika muda usiokuwa mrefu. Kunazo mechi za quarter finali, michezo za rugby. Nitakuwa nikwambia nani anapata nani katika muda usiokuwa mrefu.
Pia hatuja kusahau mpenzi mtazamaji, tuambie jina lako, timu yako ni ipi, umeridhika nayo kufikia sasa ama bado? Iwapo umeridhika, umeridhika na nani? Iwapo umekasirishwa, umekasirishwa na nani? Nakumbuka kwamba katika nyuga kama tu hizi, uga wa Cardinal, uga wa Kisii School, Gusii Stadium, fainali za kitaifa za michezo ya sekondari bado zitakuwa hapa. Nafasi wanayo pembezoni kulia, mlinda lango wa Ngwangwa anasema chakula changu. Tonga ameachiwa nafasi Murwa, nafasi anayo support hana, anapiga potelea pote midhili ya aliyetaka kuwaua nyuni akitumia mpira unakwama mitini, haushuki. Wanasema Zakayo shuka, mpira ushuki. Tusubiri, mpira umekwama juu midhili ya Zakayo kwa Biblia. Akaambiwa Zakayo shuka, Yesu akamwambia Zakayo shuka, Yesu akasema tena. Hatimaye Zakayo akashuka, wakasalimiana na Yesu, kisha wakamtembelea kwake. Mpira unangoja kuongeleshwa zaidi ndiposa uweze kushuka. Chini pia wanasema watu washuke, sijui ni wagani, mimi najua ni akina dada wanapaswa kushuka. Pembezoni kushoto, wangu nahodha anasema nipo mchezoni. Tonga penyeza, usaidizi anao, jaribu penyeza kwa offside position, hajafuata mpira ule. Nafasi Mura kwa nahodha ambaye alikuwa ndiye baina ya wachezaji bora. Nafasi bado wanayo, wanakana bado wanayo Matutu, jaribu kutafuta nafasi ya kwanza, inakubali. Tobo la kombora liliweza kupigwa katika himaya ya timu ya Tonga. Mlinda lango kasema ni moto, lakini pia mimi ni moto zaidi. Naambia tubaki mchezoni, nitawaeka niongezeni tu bao. Kamila, unahisi kwamba mechi hii kufikia sasa kasi, tulitarajia kwamba kasi iwe juu kwa timu zote mbili. Hata mpira utoke kisha utakuwa ukituambia. Chenga ya hafifu inakosa kupita. Matutu, kijana mdogo kabisa mwenye tajriba kubwa, anapenyeza tu potelea pote. Kunani pembezoni kulia, unakuwa mwingi, utoki, bado anajimudu, bado wanayo nafasi. Ni Matutu, support iko chini, atapata support kweli? Hatujui. Chenga ya kwanza inakubali, ya pili anapeana, wanangoja waweze kupakuliwa. Pasi inakuwa hafifu, lakini bado umilisiwa nao ni Matutu. Pembezoni kulia inakubali, nafasi anazo. Chenga ya pili inakubali pia, ya tatu inakataa, inamsaliti, lakini bado mchezaji wake anaambia kwamba nitakuredeem, wewe si Safaricom, lakini nitakuredeem. Kabilas, unahisi kwamba kasi ya mechi hii imeanza vipi kufikia sasa? Tukitazama mpira huu mechi hii bado haijatulia. Unaona kwamba mpira ni ule wa kila timu inajaribu kupura, nipe nikupe, na huenda ikawa timu zote hizi mbili wanamkimiza paka mweusi gizani. Kiangalia timu ya Matutu wanajikaza, lakini huenda ikawa bahati haiko nao, lakini acha tusubiri tukaone kutaenda. Najua Waswahili wanasema kwamba ndio unaweza kujikaza, ujikaze kisabuni. Swali ni je, ukijikaza kisabuni utatereza au utatereza? Walijaribu kuanza fast build up, lakini refa hakuwa shamalizana na mchezaji aliyefanya makosa pale. Inawasaliti wachezaji hawa wa Tonga. Nafasi nyingine tena walipata kama hii dakika chache upande wa kulia, sasa ni upande wa kulia, sasa ni upande wa kushoto. Fundi wanaye, ufundi ndio hatujui. Wamejituma wengi, takriban 8 upande wa far post. Linda lango anapanga ukuta wa binadamu. Badiliko linapigwa upande wa Tonga, anaingia jezi 15, nguvu mpya. Maarifa yatakuwa mapya, tusubiri. Ukuta wa binadamu watatu ni wengi, wamefizia upande wa mbali, upande wa Matutu. Mlinda lango ako ange upande wa kati, anapenyeza juu, wanakana Tonga. Hatujakuja umbali huu kukubali nafasi rahisi kama hizo.
hao ni Tonga. Nitakwambia hadithi fupi kuhusu Mweremani, timu ya kina dada kutoka Kisia kwa muda usiokuwa mrefu. Kona wanayo refu, lakini bado atabidi amerudia tena. Refa kwa amekuwa ange. Msikilizaji, mtazamaji, usiende mbali. Niko na hadithi tamu tu ya shule upili ya Mweremani kutoka upande huu. Mashabiki wananiambia wanataka Gen Z wakuwe marefa. Wanasema Gen Z wa occupy viwanja. Shirika la Kesha, kijana katika jamii. shirika la nafasi wanayo ni shule, lakini wanakana. Kumbuka kwamba mechi ambazo unaziona leo hii kwa vijana, kwa kina dada, hasa kandanda, ni mechi za mwisho za makundi. Alasiri ya leo tutakweza kuwa na semifinali, kesho ni mafainali pekee. Fauli nyingine kisha wanayo pia fauli ya tatu. Matutu wanahitaji bao la pili. Itakuwa tutu, haitakuwa Matutu? Watuambie. The Forest Commandos kutoka upande wa Nyamira walifika hapa baada ya kuipiga Gekano Boys upande wa fainali za Nyamira kupitia penalti. Leo hii hawahitaji penalti, wanahitaji mabao. Nafasi wataziunda, hawataziunda, tusubiri tu. Ilikuwa ni nafasi murwa kabisa. Akasema apakuliwe, akapakuliwa. Akaulizwa, nikikupea utawezana? Hakuwezana, atahitaji nafasi nyingine. Mechi kama hizi kuweza kwa wakiufundi kwa nafasi kama hizo ni tajriba na hulka ya muhimu sana. Hazikuji kwa wingi nafasi kama hizo, zile adimu unafaa uzitumie vema. Ambira Tonga anakwenda chini rahisi. Matutu bado nafasi wanayo. Mechi iko wazi sehemu zote. Penyeza chini kwa chini, inakubali. Hatari, go. Mashabiki walikwisha nyanyuka akitumai ingekuwa ni bao. Mashabiki wa Tonga wakafunga macho wasione kilichokuwa kifanyike. Akafungua macho mshambulizi mtegemewa katika timu hii ya Matutu, akaamua kuua nyuni badala ya kutafuta bao. Wanapoteza nafasi ya pili ya wazi chini ya dakika 3. Wakiendelea hivi watajuta. Pembezoni kushoto, aliguza kwa mkono, refa hakuona. Kama hakuona haikutendeka. Matutu upande wa kati jaribu penyeza, wanakana Tonga. Nahodha Captain Fantastic, one for the team. Confidence anayo, tajriba anayo, chenga inakubali. Unakuwa mwingi, unatoka kirahisi. Mpira wa mrusho kwa Tonga. Nafasi nje ya mstatili, nje off target. Aliachiwa nafasi nje ya mstatili kwa mguu wake wa uwezo, mguu wa kulia. Akakosa accuracy, ikamsaliti, ikamkana midhili ya Petero, ukakuwa mwingi. Nafasi nyingine tena kwa Tonga. Piga refu juu kwa juu, anamakinika beki wakati. Tonga pembezoni kulia, nafasi anayo, amesakamwa. Chenga ya kwanza inakubali, pasi inakubali, beki anakana, unatoka nje. Kona ya kwanza kipindi cha pili, anayefaidi Tonga.
anayechunga, anaye defend Matutu. Wakifunga hii guu moja au guu la pili itakuwa kwenye fainali. Haya, jezi 8 anapiga hafifu sana, inakuwa rahisi kabisa kukuwa defended. Bado na nafasi ya kujikwamua. Tonga penyeza, no side, beki wakati atajikanganya. AR anasema kwamba kabla ya kwenda chini wachezaji hao wawili kulikuwa na foul. Walijigonga wenyewe au kujigonga wenyewe hatujui, lakini cha msingi ni kwamba refa alikuwa ashaona kosa la kwanza. Muda unayoyoma, matumaini ya Matutu yanafifia, matumaini ya Tonga yanaongezeka. Vile risali linazidi kusonga, moja matumaini yanaongeza, moja yanafifia. Haya, nafasi kwa Matutu, nafasi Murwa. Alifanya nini ile? Alikuwa tu auguze mpira ule kusawasisha mechi iwe 2-2, Matutu awe 2-2, anakana. Namuona kwa umbali kasisi wa soka sasa namuona tu kwa umbali pale. Nilikuwa nikueleze kuhusu Moremani, bado nitakueleza mpenzi mtazamaji. Shule ya akina dada walipigwa mabao si moja, si mbili, si tano, si 10, 18 na Nyakachi. Haikutoshea hapo, akaja Hawinga akampiga 6. Mechi 2 bao 20. Hakuna bao. Si handball mpenzi mtazamaji, si volleyball, soka 20. Matumaini ya Kisii yako kwako Moremani. Itabidi wamerejea kwa drawing board. Kwingine kipindi cha pili kimeanza upande wa Kisumu Day na Ong'incha. Mashabiki wa Gor Mahia wanasema hiyo ni friendly kwa sababu haina umuhimu wowote. Ni kweli refu, mlinda lango anapangua. Counter attack wanakana bado Matutu. Nahodha anajaribu kuombeza mbele, wanakana bado. Wanayo Matutu, la hasha. Unakuwa mwingi unatoka. Unakuwa mwingi unatoka mpenzi mtazamaji. Matutu bado. Nafasi nazo wanazo. Wakizitumia vema watarejea mchezoni. Wasipozitumia wataumia. Mlinda lango walienda juu sana, midhili ya Kepa, midhili ya Andre Onana, midhili ya Manuel Noah. Alipokuwa juu akapatana moja kwa moja, ana kwa ana na mshambulizi wa timu ya Matutu, anakwenda chini. Anapopata ganga za mganga, inakuwa ni nafasi kwa kocha Ongoro, Joseph Ongoro, kocha mkuu wa Matutu, kuambia 1, 2, nipe nikupe, nipe nikupe katika mchezo huo. Kasim, sijui umetoka wapi, atakuwa kiniambia amekuwa wapi. Kwa hiyo Kasim Mohamed, kasisi wa soka, uliendea sadaka wapi kasisi? Unajua, baada ya Rais William Ruto kufutilia mbali baraza la mawaziri, nibidi nichukue wizara ya michezo, na kwa hivyo gari langu kulikuwa na jamu pale katika mji wa Kisii, kwa hivyo nimechelewa. Lakini nimefika hapa, hapajalipika jambo. Utanijuza vijana timu ya Matutu wamekuvalia jazi rangi ipi kabla tuendelee? Kasisi ananiambia kwamba kwa sasa yeye ni acting CS kwa sports kabisa. Amejiteua mwenyewe. Naam. Utajipata ndani? Nimejiteua. Unajua sisi ndio tunaambia rais atachagua nani. Unasema wewe na mawaziri tofauti ni nini? Mimi na mawaziri tofauti tu wamenishinda pesa, lakini sasa hivi hatuna kazi sisi sote. Haya, kasisi, ukiona timu ambayo inakaribia Uruguay, jezi kama ya Uruguay, hao ni Tonga. Iliyovalia midhili ya Liverpool, hao ni Matutu.
Kwa sasa mechi haijafika 2-2, ni 2-1. Aliye 2 Uruguay, aliye 1 Liverpool Kasisi. Asante sana. Wanasema vijana wa timu ya Matutu moja to Ndivyo, Matutu moja. to Tonga kutoka Homa Bay mawili. Asante sana. Kama timu za kutoka Luo Nyanza zinafanya vizuri kulinganisha na timu za huko. Haya, vijana timu ya Tonga wanaleta pasi namna gani, piga kichwa lakini ngozi inatoka nje. Anakimbilia pale jazi nambari 11. Piga cheka kwanza ya pili. Gresha namna gani? Bado. Mtu anaangushwa pale, refa anasema namna gani? Anasema amka, simama. Haya, taratibu. Anakuja wangu pale pembezoni. Piga pote kambirani. Namna gani pale juu kwa juu. Kwa zinaita pembezoni pale, anatuliza vijana wa timu hii ya Matutu wanaongoza jazi nambari 8. Anapiga pembezoni pale kule kushoto. Jazi nambari 8 analeta pale namna gani, lakini refa anasema vipi? Utakuwa ni mpira wa ikabu. Unaweza kuwa ni mpira wa ikabu. Asante sana kwa naozidi kutufuatilia moja kwa moja. Langu jina ni Tekasi Mohamed, yupo Ndemo Steven Captain 001 ambaye ameiongoza United tangianze kuisupport, lakini hajawahi beba taji lolote. FA kikombe kubwa, mpenzi mtazamaji, FA kikombe kubwa sana ambacho Arsenal haikuguza. Arsenal inazo. Haya, sikiza ikabu go namna gani, goalkeeper Rajaka ulionekana mzuri kwa umbali, ni kana kwamba ulikuwa unaingia ndani, ukawa afifu ukiwa angani. Mlango akasema ni yangu hii, nitakukamatia kama avieta, unakuwa wake. Asante sana, anasema takukamatia kama avieta. Asante sana. Haya, taratibu. Vijana wa timu hii ya Matutu, lakini inatoka nje hapa. Inatoka nje. Kumbuka pale upande wa pili bado vijana wa timu ile ya Kisumu Daima goli mawili, Ongicha moja. Mechi nyingine kali tena zaidi. Kasim, nafahamu kwamba ulikuwa pale, labda taswira ya kipindi cha kwanza cha mechi hiyo ya Kisumu. Nafasi wanayo Matutu, wamesimama tisti, ukuta wa binadamu, wachezaji watatu wa Tonga. Anapiga na pote. Idea walikuwa nayo, execution haikuwa mzuri, inawasaliti tena. Watabaki wakijilaumu iwapo watabanduliwa nje. Ni wana Matutu walikuwa na nafasi ya kushinda mechi hii. Walifunga wa kwanza dakika ya 5 wakisema mapema ndiyo best, lakini wakakosa ile ari ya kuweza kusalia mchezoni hadi tamati. Kipindi cha pili wakapewa dakika 35 za kuweza kujiokoa, wakajisaliti tena kwa nafasi walizopata. Tusubiri tu. Haya, taratibu pale vijana wa timu ya Tonga katikati wake duara jazi nambari 6, piga pembezoni namna gani, lakini ngozi inatoka nje. Inatoka nje pale, watakuja kurusha taratibu pale vijana wa timu ya Matutu. Analeta pasi Yereze namna gani, bado wanakata katani. Jazi nambari 18, piga pale kichwa kanaita taratibu. Jazi nambari 17 anatuliza ngozi, piga tena mwili na kubali. Jazi nambari 8, piga fataki, babatiza mtu, dunda 1 2 3, natoka nje. Watakuja kurusha vijana wa timu ya Matutu. Kile ambacho nitaweza kumwekea makosa kocha Ongoro wa timu ya Matutu ni kwamba ndio amewatuma wachezaji wake wengi mbele. Swali ni kwamba long balls hazifiki, pia coordination sawa ingalikuwa vema, lakini bado Matutu wana umilisi bado. Saliti beki wa kushoto upande wa Matutu, na hati huo inakuwa nafasi muhimu kwa benchi za kiufundi kufanya mabadiliko. Kutoka kocha anamwambia Moyo kwamba tafadhali ndugu toka. Ana reject ama anakubali? Anakubali. Anazungumzia ku reject na Naam, mkakula vizuri na kidosho wako ukiwa na matumaini kwamba atakubali
baadaye. Ikakuja pale si tulikataa ile, tulireject bill. Unajua kwa sababu as long as kulikuwa na jina bill pale. Haya, asante sana. Huyu ni mchokozi sana ya Matuto. Jazi nambari 3 tisha piga pembezoni pale, leta pasi para za kichwa namna gani, lakini hamna mtu nakataa beki ikiwa kiseke cha mtu pale, anasema sisi tumekuja hapa kuvuna alama 3. Haya, taratibu anakuja kuwai pale golikipa huyo wa timu ya Matuto toka nje. Unapotoka nje mpira huo ni kufahamishe kwamba atakayeshinda katika mechi hii atakuwa wa pili kutoka kundi ba na atakuwa anacheza naye Agorosari upande wa semifinali. Agorosari ndiye wa kwanza upande wa pool A. Hapa hivi tunayeambira kuwa wa kwanza. Wa pili hapa anayeshinda hapa atacheza na Agorosari, kibarua kitakachokuwa kirefu bado sana kwa mchezo huo. Walijaribu kurombeza wakakanwa mbio mbio na AR, assistant referee siku hizi wanaitwa AR. Haya, taratibu aleta pale vijana wa Matuto, lakini basi utakuwa ni arifu ni dakika ngapi zimekatika. Naarifiwa kwamba zimesalia dakika 5. Naam, katika mechi hii matumaini ya Matuto ni kufunga bao 3. Matumaini ya nafasi kwa hivyo ina maana kutoka kaunti ya Kisii hamna timu ambayo itafika kwenye semi finali kwa soka. Matumaini ni hafifu zaidi kwa kuwa Matuto ndio tegemeo. Matuto ndio tegemeo, lakini hadi kufikia sasa matumaini yanazidi kudidimia. Haya, pia ni kumaanisha kwamba katika finali za nationals zitakuwa Kisii, tutakuwa na timu ya Kisii kwa soka. Inahuzunisha kweli, lakini nina uhakika tutakuwa na watangazaji tu kutoka Kisii. Kumbuka finali ni kesho ugani wa Gusii. Finali itakuwa kesho. Ni matumaini kwamba taswira tuliyoona jana jioni uga wa Gusii Stadium haitakuwa ile siku ya Jumamosi, kwa sababu huenda ni maksudi leo hii wakaweza kuleta mechi hizi hapa ili ule uwanja uweze kupumzika ili finali iweze kuchezewa. Piga pale namna gani, lakini wanakataa badani Katari vijana wa timu hii ya Tonga. Kinachofanya uwanja huu uweze kutulia ni kwamba mtoto mdogo hapiwi kazi nyingi, anadekezwa. Haya, tusubiri basi kesho iwapo mambo yatakuwa razidi kwa matamu. Imekuwa hii ni wiki ya soka tu, soka tu. Haya, taratibu jazi nambari 6 na kuja pale kizaza, wanakataa vijana wa timu ya Matuto. Anakuja kuvumruka hapa jazi nambari 3. Anacheza wapi? Geresha kwanza analeta pasi Nyerezi, hamna mtu wa kung'arisha. Dunda 1 2 3 hatari pale, labda kali anaondoa nje. Iwapo Matuto hawa wataweza kutolewa itahuzunisha sana, kwa kuwa kwa misimu miwili mtawalia katika mashindano haya ya Nyanza watakuwa wamebanduliwa katika group stage, pool stage. Itakuwa ya kuhuzunisha sana, itakuwa inahuzunisha, lakini katika mchezo wa soka lolote lawezekana wakati wowote. Nani alijua kuwa Solidarity watatuma nyumbani? Niliona kwamba kesi ile iliweza kuamuliwa jana, wakasema kwamba hakuna kesi. Jobo St Joseph's ndio watawakilisha Trans Nzoia katika michezo ya ukanda ule. Kwa hivyo Solidarity Boys, HC for the house, H ni for home, wanasalia pale. Naarifiwa kuwa vijana wa Kisumu Day tayari wameweza kuandaa wale mawakili wao kwa sababu nimesikia kuna kesi wameweka. Hawa tumewazoea. Danstan Omari ama Ukio Mtata, lazima atakuwa Kipchumba Murkomen, ndiye ana kazi. Haya, taratibu ruka pale juu kwa juu. Haya, Geresha ya kwanza, ya pili leta pale, lakini wanakataa badali Katari, kichwa kinaita vijana wa timu ya Tonga. Jazi nambari 18 piga pale juu kwa juu, labda gari Dunda chini kwa chini. Vijana wa timu ya Tonga analeta pasi Nyerezi,
lakini wanakataa. Ngozi dunda 1 2 3 toka nje, itakuwa ni kona. Angalau watafaidi kona vijana wa timu ya Matutu, bado uwezo wanao kuweza angalau kuweka iwe sare, na ikitoka sare watakuwa na alama sawia. Watakuwa na alama sawia, lakini swali ni je, Ambira alipiga nani zaidi kwa wawili? Alipiga Matutu. Matutu atatoka bado. Haya, sikiliza. Analeta pale pasi, goalkeeper Kataba ndani. Mtu anaunawa, refa anasema haibo. Kataba ndani katani pale. Mashabiki wa upande wa Matutu wananungunia kusema aliangalia nini hatujui. Wananusurika Tonga. Nafasi nyingine wananusurika tena Tonga. Matutu wanashinikiza attack after attack. Kwa mashabiki ni heart attack after heart attack after heart attack. Lakini wasije wakapata heart attack kafariki. Haya, sikiliza. Kichwa kinaitwa pale piga, lakini bado wanakataa. Badani Katari, kuna mchezaji kwa chini, refa anasema haimo, anasema koma kiume. Pembezoni piga makasia, nakuja kuwai chini kwa chini, lete pasi, bado wanakataa. Vijana wa Brigade wanaongozi. Anapiga pembezoni pale, namna gani hatari. Jazi na Badilani cheza pale chini kwa chini, Kizaza bado Geresha. Matutu wanaingia hatari, go namna gani hatari, bado hatari, go limetafutwa bao ile. Piga ondoa, piga tena ndani. Sasa wanahitaji bao moja. Ilikuwa ni nafasi murwa kwa upande wa Matutu. Naam. Wakajikanganya ni mabeki wa upande wa timu ya Tonga. La kwanza likazuiliwa, la pili likazuiliwa, ya tatu akabaki na wavu. Kulia kushoto, kulia. Inakuwa ni bao kwa upande wa kulia. Kulia upande wa Tonga. Sasa Matutu ni tutu. Nimengoja sadva hii sana. Naam. Ya Matutu kuwa tutu. Hatimaye imefika. Asante sana. Siku zote kabila yetu kutoka huko chini kukubali. Hata ndio maana kinara wa matokeo ya okay, wae akubali. Wakati huo wanajizidishia mziba ni wachezaji hawa wa timu ya Tonga, kwa sababu wanavyozidi kukaa chini ndipo refa atashawishika kuongeza muda kiasi kwa ule wa kawaida, kwa sababu itaonekana kwamba alisalia chini. Wangalinyanyuka, momentum haingepoa. Matutu wanajipanga kusema kwamba tunaweza kupata la tatu. Tonga wanahisi kwamba lazima tungoje. Kama upande mwingine indiscipline, upande wa mashabiki, wachezaji pia ugani, hisia kali zinapanda ugani. Mechi inapofika inaitwa fagi time. Fagi time hatari sana mchezoni. Elekezi ananiambia kwamba kulingana na saa yake ambazo kwa Kiingereza wanasema kwamba borrowed time. Sikumbuki kama bendera ya ilibaki chini, lakini refa alisema ni kama ile tasa tuliyoiona kwa ile mechi ya Matutu pia na Sameta Matutu akifunga bao. Naam. Kana kwamba bao za Matutu zinaleta shida sana. Bao ishakubalika. Wachezaji wote washanyanyuka, sare tunayo, pointi wako sawa. Wakipata bao lingine Matutu wako semifinali, wakikosa Ambira kuniradhi Tonga wako pia nusu finali. Dakika ni chache, hisia ni nyingi. Aya, asante sana. Taratibu pale golikipa huyo wa timu ya Matutu analeta, anageuka, bado wanakataa. Wanao vijana wa timu hii ya Matutu
naleta pasi Nyerezi, paraza kichwa tani pale, go 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 chinja chinja. Haya ni matoto, haya ni matoto, atafuta achoke, akichoka keshapata hapa, hatafutaye hachoki. Namna gani pigwa pasi nzuri, vijana wa timu ya Matutu, magoli 3-2. Kasim, siamini ninachoona, siamini. Ni kama video, ni kama drama. Wako chini kwa machozi Tonga. Tumekuwa mchezoni dakika 70 za mchezo, zikasalia tu sekunde chache. Wachezaji wajaribu kumshinikiza refa, ikisalia tu hivi nusu fainali, Matutu wako wanachokana. Mimi sikijui kama nahodha captain. Bao nayo ilikuwa sawa, ni concentration walikosa, wakapata goal kick, wakaanzisha mpira, wakapiga moja kwa moja, wakaanza Matutu fast build up, kabla warejee mchezoni wakajikanganya, wakapata bao. Kwa hivyo hawana kumlaumu hawa Tonga, ni concentration tu ambayo imeweza kwenda chini na hisia za mashabiki wachache, lakini cha msingi ni kwamba refa alikusha sema ni bao. AR aliweka bendera chini. Na makosa amefanya kuzidisha makosa, wamezidi kumshambulia refari. Refari ana uhuru wa kuweza kumaliza mechi na aseme Matutu meweza kushinda. Na wakati huo tunaonyeshwa picha za moja kwa moja za wachezaji wa timu ya Matutu wakisherekea kwamba tumeweza. Ilionekana haiwezekani, lakini tumeweza. Matutu sio tu pekee, tunaweza enda 3. Hawaamini, ni kama ndoto, ni kama drama. Mashabiki wanatolewa nje moja kwa moja, wachezaji wa Matutu wanabaki peke yao, umoja wao. Wachezaji wa Tonga anasononeka. Nilikwambia Kasim kwamba mechi hii iko na machozi mawili. Machozi ya furaha, machozi ya huzuni. Sikujua tu nani angechukua machozi mamoja na wengine achukue machozi mengine, lakini hapa tulipo, hapa tupo. Hapa tuambizane tu kweli, bao lilikuwa safi. Tumezoea kukubali itakuwa ni kazi kwao, lakini mwisho wa siku Matutu wamecheza mchezo safi, mchezo mzuri. Bao lilikuwa bao halali. Sijui wanataka refari afanye miujiza ipi kulikataa goli. Bao lilikuwa safi, sio kulingana na nahodha captain 001. Naam. Sio kulingana na kasisi wa soka Kasim Mohamed. Naam. Center referee alisema ni bao. AR alisema ni bao. Naam. Sisi pia tukawajibika kusema kwamba ni bao. Tulivyoyasema mawili ya Tonga, vivyo hivyo tumesema matatu ya Ambira. Bao za dakika za mwisho zimeleta kusoneka sana katika mechi hizi za shule. Naam. Ilikuwa hivyo kwa mechi ya St. Joseph's, ikawa hivyo kwa mechi ya Sameta na Matutu, na sasa hapa Matutu Tonga vivyo hivyo. Kulingana na sheria hizi za kesha, tuliona ile kesi ya Matutu na Sameta ilikuwa tu ni kama hii. Naam. Matutu akipata bao la ushindi, Sameta wakakataa kurejea mchezoni, wakahesabu mpira umeisha hivyo. Leo pia kama sheria itabaki ile ile, basi kama hautaendelea bado watahesabu imeisha 3-2. Tusubiri tu.
na iwapo itasalia hivi ni kwamba matumaini ya eneo hili la Gusii yote yatakuwa nyuma ya Matutu, ambao ikisalia hivi itabidi wamecheza na Agorosare, bingwa wa ukanda wa Nyanza. Gusii yote itakuwa nyuma ya Matutu. Ni kama mechi imetamatika. AR, unaona center referee, unaona AR wachezaji kwa uwanjani. Tangoja tu picha za mwisho kutoka hapa hivi, kisha baada ya hapo tuweze kuona kunani. Na wakati huo huo matangazo haya unayapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, tukishirikiana sako kwa bako na Peak Sports Uniforms and Sports Center, na pia hatimaye tukishirikiana na Nyanza Sports Vibe, kwamba the vibe is sporty, the vibe is Nyanza, the vibe is sports. Nyanza Sports Vibe, Peak Sports Uniform na pia la msingi Ndizi TV. Halafu tunaye hapa kasisi wa soka. Asante sana kasisi, mimi sitawahi kumislead, nikakwambia kwamba tuje mechi hii hapa tulipo. Haya, mekuwa tamu, mekuwa halwa nzuri tena zaidi. Tuangalie, tusubiri tuone referee. Uwanjani ni sherehe tu zinaendelea, mazoezi upande mmoja kwa mashabiki wale wa upande wa Matutu, wachezaji wanasherekea. Nusu nyingine ya uwanja wametamauka wachezaji wa timu ya Tonga, wakijiuliza kwamba ni nini ilifanyika. Hakuna kilichofanyika. Concentration, mechi kama hii experience ni muhimu Kasim, na nilikwambia kwamba timu hii, kwamba timu ambazo ziko na experience Matutu pekee labda imewapatia advantage, kwamba hata kama tuko chini tuzidi tu kujituma, inawezekana. Naam kabisa. Sasa tunasubiri maamuzi ya referee, maamuzi ya mwisho kutoka kwa center referee, aweze kusema ni yepi, na akikataa bao ili pia mashabiki wa timu ya nini watashusha. Kwa hivyo referee si rahisi abadilishe uamuzi aliofanya uwanjani. Ingalikuwa ni kwamba alikana bao ile, mashabiki wa Kenya pia angebaki na msimamo ule ule. Naam. Marefa hawajafunzwa kubadilisha msimamo kwa kushinikizwa. Walichokiona maamuzi yao wanasalia nayo hadi tamati. Akikubali kubadilisha uamuzi, itaonekana ni kwamba mashabiki ndio wanampatia maagizo. Naam. Na atakuwa amemislead mchezo. Kwa hivyo hilo nalo usitarajie Kasim. Hatuweze kuona maamuzi yake ya mwisho kwa sababu nguvu anazo. Lakini tuambizane ukweli, bao limekuwa la halali. Sijui shida imetokea wapi. Hakuna shida ambayo imetokea, ni kwamba mashabiki wa timu ya Tonga hawaamini kwamba ni kana kwamba safari yao katika michezo hii ya Nyanza inafika tamati, na sio tu tamati tu, ni njia ipi wamefika tamati. Wameongoza mpaka dakika ya 70, zilikuwa dakika za nyongeza, wakafungwa bao la ku equalize, wakapewa nafasi ya wange defend ile draw, bado wangebaki mchezoni. Walipopata chance ya kuanza mchezo, wakaanza direct kick kwenda kwa Matutu, wakawapatia mpira, na mpira huo waliowapatia ndio ulipiwa kama long ball, bao ikapatikana. Kwa hivyo ni msiba wa kujitakia. Siku zote wanasema kwamba msiba wa kujitakia hauna pole. Kwa dakika 70 mashabiki wa Matutu walihuzunika, wakijiuliza tutatoa wapi bao mbili, zitapatikana hazitapatikana. Lakini nyota ya Jaa ikasimama dakika za 70, bao mbili kufungwa chini ya dakika 2. Matutu tutu bao mbili chini ya dakika 2 ni sadfa ambayo wataifurahia, lakini wanafahamu kwamba baada ya safari hii, safari ya pili ni kucheza na bingwa defending champion Agorosare ambaye ameenda sare na Koderobara. Mechi ambayo ilikuwa na shinikizo, pia ilikuwa na pressure. Walifahamu kwamba wakienda sare wote wangesalia mchezoni, na wamesalia.
Haya, asante sana. Mchezo umeweza kusitishwa tu. Tuangalie kama hali itakuwa inarejea mchezoni, na mwisho wa siku tuweze kuona mama tutakavyokuwa hapa moja kwa moja. Kumbuka ni vijana wa timu ya Matutu magoli matatu, vijana wa timu ya Tonga. Kuna uwezekano kwamba mechi inaweza kuendelea kwa sababu ukiangalia uwanjani mashabiki wamepungua zaidi, kwa sababu nusu moja naona takriban mashabiki wawili uwanjani, si kama taswira tuliyokuwa nayo awali. Kwa hivyo ni kana kwamba pressure inapungua. Does the pressure increase or decrease? Ili increase dakika 5 zilizopita, ime decrease kwa sasa. Ni kana kwamba mechi hii inaweza itaendelea, na upande ule wa Tonga wanaelewa kwamba ni kesi ambayo itakuwa na uzito sana. Kwa hivyo wakikana wamekubali, ni kama umeconcede. Wakiendelea wanakuwa na matumaini, labda watakuwa dakika 2 za kuongeza, chochote pia chawezekana. Kwa hivyo sasa uamuzi ni wao. Matutu wanaonekana wako tayari. Matutu wapo tayari, wanasubiri mechi iweze kuendelea. Ni hali ya mchezo, na siku zote tunasema asiyekubali kushindwa basi si mshindani. Na mchezo wa soka tuna matokeo matatu: kuna kushinda, kuna kushindwa, na vile vile kuna sare. Vile vile kuna sare. Tusubiri tu. Tena mashabiki wanaelekea uwanjani, sijui kulikoni. Vile vile referee ana uhuru wa kuweza kutamatisha mechi hii. Ule uamuzi wake bado amesema hawezi kubatilisha kwa vyovyote vile. Kama mechi itatamatika hivi, basi itakuwa rasmi kutoka eneo hili la Gusii kwa ujumla. Nikizungumzia Gusii ni kaunti ya Kisii na Nyamira, tutakuwa na timu ya Matutu ambayo itaweza kuwakilisha katika semi-finali, na katika hizo semi-finali wataweza kukutana na Gorosare iwapo mechi hii itaweza kutamatika vivi hivi. Na ni kama marefari hawa mechi imetamatika kwa sababu wameondoka. Ukiona refari ameondoka uwanjani, ni ishara tosha kuwa mechi imetamatika. Referee akitoka uwanjani ni kwamba mechi imetamatika, na kisheria hii inaitwa kama abandonment. Ni kwamba mechi, timu ili abandon mechi, haikuweza kuendelea na mchezo, na hapo wanapotoka ni kwamba matumaini ya Tonga yatakuwa iwapo wataweka kesi, lakini majibu ya uwanjani inaonyesha kwamba yatasalia yalivyokuwa baada ya refa kuweza kutoka uwanjani, na itakuwa ni afueni kwa upande ule wa Matutu ambao labda ile shinikizo ya dakika za mwisho ni kwamba ziko na uwezo mwingi, na ile shinikizo ya dakika ya mwisho ni kwamba haitaweza kuwepo. Na ni kama center referee alikuwa ni Ongaga. Unajua kuna Ongaga wawili, kuna mfupi na kuna mrefu, na kwa hivyo mechi inafika kadi tama. Vijana wa timu ya Matutu magoli matatu, Matutu matatu, vijana wa timu ya Tonga mawili full time kutoka uwanja huo wa shule ya wavulana ya Cardinal Otunga Musocho. Na kwa hivyo basi mechi hii ni rasmi sasa. Vijana wa timu ya Matutu watakutana na vijana wa timu ya Gorosare kwenye semi finali. Upande mwingine bro, ni hali ya mpira. Wewe tupe hisia zako hapa. Hapana, nishawaambia. Muna reject. Niweze kupata kocha na nini? Nigeria kocha alina nini?
Hata pia na captain. Niletea watu wa kuongea. Asante. Kwa hivyo tutakuwa tukienda live kwenye upande ule wa Ngeze TV. Mpenzi mtazamaji, wakati huo huo naelekezwa kwamba katika mechi hii imeweza kuwa tu ni mechi ya kufana katika upande huu wa timu ya Matutu kuweza kucheza na timu ile ya Tonga. Hisia zimeweza kuwa nyingi sana katika mechi hii. Ninaye nahodha, ninaye nani? Kabla niweze kuongea na kocha ambaye tuko naye kwa sasa hivi. Captain, umeweza kuwa ugani? Safari imeweza kuwa refu. Tumeweza kuona kwamba experience ya kuwa hapa mara ya pili imewasaidia sana. Mechi imekuwa vipi kwa kwanza na jina? Nikianza mimi naitwa Tony Olo, majina naitwa Tony Olo. Mimi ndio captain wa Matutu, field captain. So nashukuru tumetoka far. Hii safari imekuwa ndefu. So kitu ninaweza sema tulikuwa na kazi ngumu ya kuwin, but tunashukuru Mungu, hiyo comeback ni kitu muhimu. Asante. Labda ulisi kwa aje kwamba katika kipindi cha kwanza mlianza vizuri, kwa sababu nikapotea mkaenda chini 2-1 ukiwa half time, labda ni kipi kocha aliwaambia ambacho iliweka kwa mechi mpaka dakika ya mwisho? Nikisema ati kipindi cha kwanza the lack of construction, tuli confuse vile tulikuwa tunacheza. First half ilikuwa better, lakini ikifika kitu kaa 15 minutes hapo tukala construction ndio tulilak. So but coach vile tulienda first half, coach akakuja akatuongelesha alafu tucheze ball. Salia tu hapo hivyo nahodha, wakati huo naye coach hapa tulipo na regional sasa hapa ambapo tulipo, labda mechi imekuwa at half time. Niko curious sana kujua half time labda kipi pia ambayo ulipewa wachezaji kachora mpaka dakika ya mwisho. Thank you so much. In a real game, at stake, every team has its moment. We scored an early goal in a spell of 10 minutes, equalized. It was an erratic goal. I can't blame my goalkeeper. I know his caliber. Generally, in a nutshell, in the second half, we had to change shape, tactical. The style of play changed. Now we are not playing patient build up. We are playing a lot of long balls, direct. In the first game again, we were level towards the dying minutes. We got a match winner that made the to abandon the game. The same president we used very well again at the dying minutes to get a match winner. What is this that keeps your team in the match up to the dying minutes? Football is about small details. Football is all about executing your chances. Football is all about what is the strength of the opponent, what are the weaknesses of the opponent, what are the opportunities, what are the threats. And this is applicable towards this end. When we go a goal up, they equalize, then we take lead again. That reflects a lot of character. So we are just riding on the right rhythm and the right character. I'll be going back to the coach in a few. Nikirudi kwa mchezaji kama wewe, unahisi vipi aje kwanza kwamba katika mwaka jana ulikuwa katika mashindano haya ukaweza kubaki nje? Ndio nikirejea bado kwako kwa muda usikuwa mrefu. You were in this competition the last edition, mkaweza kubanduliwa group stage. Kwa sasa mkapeana ahadi kwamba mngetoka pool stage, mmetoka. Unahisi vipi kama mchezaji? Nikisema kama mimi mchezaji, ninashukuru kwa sababu last year tulitolewa group stage, lakini this time round tulisema tumejipanga, tunakuja na comeback. Lazima tuende hiyo semi final. Na nikishukuru naweza sema tunaenda kupatana na Goro Sare. Kwa saa hii kitukaa saa 8 tuko na Goro Sare. Tunajiamini tutafanya our best vile tunaweza. Asante sana. Labda kuna shabiki pale, kabla nirudi kwa kocha. Wewe kama shabiki, fellow coach, unahisi aje kwa leo kwamba wewe ni game teacher pale na mipango ambayo umeweka mwaka mzima imeweza kupay back? Mlianza mapema sana, finally it has paid kama umetoka pool stage. Mwanzo kwanza na jina ukiangalia ile kamera. Jina ni Kiboma, mwalimu wa shule ya Matutu. Nina furaha. Wacha tumshukuru Mungu, tumetoka pabaya. Our game plan si tupigwe first half alafu tufute second half. Game plan yetu ilikataa, lakini tuirekebisha. It shows that these boys have a lot of character. We took our moments, they had their chances, lakini the thing is tuko na Mungu na Mungu wako nasi. Tumeamini ya kwamba hiyo game tunaenda next tunapata ushindi. Semi final is not enough.
we want to take that trophy home. It is the time Nyamira is shining again. Haya, asante. Thank you. Literally it's the time that Nyamira is shining again. Lakini sasa tunayo finali kwamba kutoka ile kundi la A tumeweza kupata Ambira kama wa kwanza kutoka hapa hivi. Timu ya Matutu ya pili kutoka pool B, upande wa pool A Agoro Sare ndio wa kwanza, Kodero Bara ni wa pili. Agoro Sare watacheza na Matutu, kisha Kodero Bara waweza kucheza na Ambira. Ni finali ambayo wengi watafuatilia na matumaini ya eneo la Gusii, si Nyamira pekee. Kisii County itakuwa nyuma yenu kwa sababu nyinyi ndiyo timu ya wanaume hata kwa kina dada kwa soka. Unahisi vipi pressure mtakayokuwa nayo katika mechi hiyo? You are right, because when there's pressure, when there's expectations, there's pressure piles. It's interesting, and I realize even the just concluded AFCON, Ivory Coast were the host, but they progressed by virtue of the best losers. So a best loser turning into a champ, that is so ironical. Look at England and the UEFA nations. You can see that into the final, but they started sluggishly. So I believe football has evolved. We are no longer minors. We are no longer underdogs. So I challenge our opponent, if he underrates us, they underrate us at their own peril. And I believe there's a jinx, there's a record. 2013, 2023, no team from Abagusi has featured in the nationals. So watch our space. Wasiwasi wa mashabiki wa eneo la Gusii ni kwamba mmekuwa sawa hadi county level, concede bao yoyote, lakini mmefika regional level mkaconcede bao moja mechi ya Sameta, matatu mechi mliocheza na Ambira. Leo hii mmeconcede mawili, ni mabao 6 ambao mmeconcede, ambao labda mnaingia katika finali ambapo katika kila mechi mmeweza kuconcede. Labda utafanya vipi kwamba katika hii semi finali ambayo lazima uweze kuzuia zaidi, utafanya vipi kupunguza hiyo record ya concede? Oh, maybe I'll just clarify why past county you are not conceding. You know, when the level of the competition rises, we expect the level of performance equally to do what? To rise. You see, the best way to defend is to attack. Our flair and the structures that management of Matutu has put is an attacking style of play. So I believe we are the host now. We are representing the region, Gusii. So we are the home side. We'll just emphasize on attacking football. La mwisho tukiangalia mtakayepata naye ni Agoro Sare. Tukaweza kuona kwamba mechi yao ya kwanza sare ya bao moja na shule ya Kisumu Day. Mechi yao ya pili wakaweza kuwapiga Ong'incha bao 4-1 finali. Mechi ya mwisho wakaenda sare tasa na Kodero Bara. Umeweza kufuatilia mechi hizo zote, na msimu huu tumeona kwamba hakuna favorites, kwa sababu tumeona kwamba Kisumu Agoro Sare anaweza sare, Kisumu Agoro Sare anaweza kosa kufunga bao, Kisumu Day anaweza kwenda nyumbani. Na sasa hapa ambapo mlipo kwa sasa, labda mta approach vipi mechi ya mwisho ya semifinali ya alasiri ya leo? Yeah, it's a very tough match. I respect them so much. They are the defending champions. But Matutu is a team. Agoro Sare has just key players, whom I don't want to mention their names. They have key players. And the catchword is teamwork. So I believe we are a better side. The coach believes that teamwork will override the key players. That is Joseph Ongoro, whom I give him chance to interact with these fans who are just waiting by here to interact with him. Thank you and all the best in the finals. To the player, ni mechi itakuwa ni muhimu kwa kama mchezaji unazo ndoto kwamba kupitia mechi hizi utaonekana uwe labda Aldrin Kibet wa siku za usoni kupitia michezo kama hii. Finali zitakuwa hapa Kisii. Wewe kama mchezaji unahisi labda mtajituma zaidi katika semifinali hiyo? Tutajituma as a players kwa sababu tumewatamani sana. Tulikuwa tukiwaimba Agoro Sare, Agoro Sare. Ndio hii tumewapata. So tunashukuru Mungu. Tutajituma vile tunaweza. Haya, asante sana na kila laheri. Labda ningepatia naibu kocha katika timu hii, kauli yako ya mwisho kwa nao kutazama saa hii moja kwa moja tuko live. Kauli yangu ni saa 8 Mwashe TV, tutakuwa pale Gusii region to the world. Gusii region to the world. Asante sana na kila heri. Hao wamekuwa ni washikadau kutoka timu ya Matutu Secondary, na kwa sasa kutoka eneo la Gusii ndio pekee watakuwa katika semifinali za mechi hizi za soka. Matumaini yote ya eneo la Gusii yatakuwa nyuma yao. Aliye njiani ni timu ya Agoro Sare. Umahiri wanao, tajriba wanayo. Finali walikuwa mwaka jana. Itakuwa ni mechi ya kukata na shoka.
tutaweza kuona kitakuwa vipi, lakini imekuwa ni matangazo ya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, washikadau wetu Peak Sports and Uniform Center upande ule wa Bosongo pamoja na Nyanza Sports Vibe waliohakikisha kwamba matangazo haya umeyapata moja kwa moja. Upande wa commentary tulikuwa na Kasim Mohamed, wakati mmoja tulikuwa na Stanley Ondieki, wakati mmoja Victor Sultan Obangi, wakati mmoja Kamilas, na upande wa nyuma ya kamera tulikuwa naye Conrad Ogwesi anajiita Kuku Arts upande ule wa mitandaoni. Mimi kama Ndemo Steven Captain 01, bye bye, tupatane kwa semifinali Agoro Sare versus Matutu Secondary. Hatari bado. Hatari go 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 go. Matutu wanarejea. Hatari go 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 Dakari. Hatari bado. Hatari go 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 go. Matutu wanarejea. Hatari go 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 Dakari. Hatari bado. Hatari go 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 go. Tena ndani. Sasa wanahitaji bao moja. Ilikuwa ni nafasi murwa kwa upande. Piga ondoa. Piga ondoa. Piga tena ndani.